Ni wewe? Ni mimi. Switch of love, switch ya mapenzi. Mjomba, ngoja niwaache. Mimi natangulia nyumbani. Basi sawa. Nitakukuta nyumbani. Umebadilika sana. Kawaida tu. Vipi kuhusu wewe? Nasikia kuwa umeolewa. Ndiyo niliolewa. Lakini kwa sasa sipo kwenye ndoa tena. Maana mwanaume alionioa tulishindwana. Pole sana. Na ulijuaje kama nipo huku? Wewe vipi tena? Maana mpaka unataka kuvunja miguu. Shoga yangu, kwa ubu nilokuwa nao, acha tunivunje miguu mpaka kiuno. Maana nina ubu nyeti. Kama unavyonijua shoga yako, friza langu aligandishi. Silishakufaga kitambo sana huko. Aya, niambie una nini, maana na kuona uko moto hatari. Moto wenyewe tena moto wa kifuu. Shoga, hivi una habari kwanza? Abi amerudi. Abi? Sasa unashangaa nini? Wewe Abi umjui? Abi huyu kipenzi chako, mwanaume wa ndoto zako. Mama karudi kapendeza. Karudi kana wili dada. Kawa bonge la baba, nakwambia watoto wa mjini wanalita jitu la vilamba 7 mpaka 12. Kwa hiyo kwa sasa hivi atakuwa yuko wapi labda? Sasa tuko wapi? Zaidi kwa mjomba wake, maana pale ndo kwao. Pale ndo wazazi wake walipozikwa, anapakwenda. Hapo sasa naomba uniweke sawa. Yupo kwa mjomba wake gani? Maana yeye ana wajomba zake wawili. Kuna yule Tanu na Vava. Kwa hiyo hapo kati hapo yupo kwa yupi? Hebu nitolee kisukari chako na wewe. Muda mwingine kisukari chako sio kinapanda, sio kinashuka, hata sikuelewi. Anyway, ipo kwa mjomba wake. Achana na ule mjomba wake Vava yule mwenye kitambi kama anautapia mlo afu anauwalaza. Yupo kwa yule mjomba wake anapenda kuongea sana kama kamezeshwa CD yule, anamuita nani yule midevu sui Tanu, huyo Tanu. Ndio yupo huko shoga yangu. Basi sawa. Ninachokuomba naomba unishikie kikini. Alafu mimi ngoja niende nikamuone, sawa? Nenda, unachelewa. Wewe usisahau kumwambia twende wote mjini. Changamka shoga yangu, fursa nyavi kapenda mjini. David kashaenda mjini shoga yangu jamani. Mambo Fina? Poa, shikamoo. Marhaba. Eti kakako amerudi? Ndiyo, ila kwa sasa ametoka. Nadhani ameelekea kwa baba mkubwa. Kisha ataenda shambani. Mashamba yapi hayo? Mashamba ya kule bondeni. Sawa, asante. Angejua tayari kaka Abi ana mchumba mwingine. Na ni mrembo sana. Hata singejisumbua. Nimeipenda hiyo. Kwa hiyo sasa hivi ulikuwa unaelekea wapi? Naelekea kwa mjomba, maana sijamaliza mazungumzo naye. Samahani. Naweza kukusindikiza kama hautojali? Haina shida. Uncle Daniel, karibu. Asante Tony. Naona endelea vizuri kabisa. Pasa, mimi sio mkaaji hapa. So na mazungumzo na wewe.
Sawa, hamna shida. Tunaweza tukazungumza hapo nje tu. Okay, sawa. Nga. Safi. Unajua nilishakwambia kuhusu shemeji yako Mage. Na sasa hivi nipo serious. Nataka nianze naye safari ya maisha. Ndio uliniambia. Vipi, unataka kumchumbia nini? Tuandae party kama ya Abi? Hapana, huko bado. Ila kuna kitu kwanza nataka nikushirikishe kuhusu Tony. Tony amefanyaje tena? Unajua mpaka sasa Mage anajua Tony hajapatikana. Kwa hiyo mimi sitaki kumficha hili. Hivyo natamani kumwambia ukweli kuwa Tony alishapatikana. Na kuhusu kifo cha mke wako, ulikuwa unahisi Tami alishiriki, lakini hakukuwa na ushahidi. Na ndio maana Tony akabaki kwa yule mtu alikuwa amsaidia. Sio jambo baya. Lakini unahisi Mage hatajua kuwa tulikuwa na mipango mingi? Kumbuka mimi ni mwanasheria. Hivyo najua jinsi gani nitavyomwambia ili asiwaze vingine. Basi poa. Wewe mwambie ukweli. Na kama ikitokea akaniuliza, na mimi nitamwambia hivyo hivyo. Basi sawa. Sitaki tu aje baadaye kujua kwamba tunaishi na Tony wakati ripoti inaonyesha kwamba Tony alipotea. Sawa, nimekuelewa ndugu yangu. Utaniambia itakavyokuwa. Basi sawa. Make sure unamchumbia mapema. Mimi nimemiss sana kwenda kwenye party tena. Hiyo imeisha. Abi, tutaonana baadaye. Ngoja mimi nirudi nyumbani. Sawa, wasalimie wazee. Na pia nikipata nafasi nitakuja kuwaona. Mjomba. Baadaye. Sawa mjomba. Karibu tena. Abi, najua yule alikuwa ni mpenzi wako, lakini kwa sasa ni mke wa mtu. Nalijua hilo mjomba. Na istoshe, sina hisia zozote zile za kimapenzi na Tamika. Alikuwa mpenzi wangu, itabaki kuwa kama historia. Sawa. Nilikuwa nataka nikupe ushauri. Maana vijana wa siku hizi mnasema ex hatongozwi. Ila mkikutana mnaleta habari za kukumbushana enzi. Mjomba bwana, kama unavyonijua, sinaga mambo mengi, huwa nasimamia misimamo yangu. Sawa? Natumai utaendelea hivyo hivyo. Hawa, najua ndo tumejuana siku 2-3 hizi. Nilikuwa nahitaji nipate nafasi ya kukujua zaidi kama hautojali. Sioni kama kuna sababu ya kujuana zaidi ikiwa tumekutanishwa na Kingu. Hivyo tutakuwa tukionana mara moja. Nalijua hilo. Ila nilitamani kukujua zaidi kama rafiki au hata zaidi ya urafiki. Kwa sasa na mambo mengi sana. Hivyo sidhani kama nitapata muda wa kujuana nawe zaidi. Ni sawa, lakini nitafurahi kama nitaipata namba yako ya simu leo.
tunaweza kuanzia hapo. Sawa, haina shida. Naona moyo hisia zinavutana, nahisi kama tayari ujanja sina. Nisevu nani? How cute. Sawa. Twende kusindikize. Mdogo wangu, nakuona upo nje mwenyewe. Kuna kitu tu nilikuwa nawaza. Alafu nimekumbuka. Nipe namba ya Abi. Namba ya Abi tena? Kwani kuna tatizo? Hapana. Shogangu, hebu nipe ubuyu kwanza ili nipate kusambaza vizuri hapa kijijini. Ulifanikiwa kuongea na Abi? Ndio, tuliongea mengi tu, ila jamani, Abi nikapendeza sana. Kabisa. Hapo nikakushikilia fursa shogangu. Kwanza ukiangalia sasa hivi umeshaachana na mume wako. Kwa hakuna kizuizi chochote kinachoweza kuzuia wewe usifanye mambo yako. Yaani una uhuru kufanya kitu chochote. Yaani namaanisha una uhuru kuona mwanaume unayemtaka shoga. Sidhani sasa kama Abi atakubali kweli. Sasa kwa nini asikubali? Tamika, wewe na Abi mlishaikuwa kwenye mahusiano. Kwa sidhani hapo kama kutakuwa kuna ugumu wote. Ukizingatia unamfahamu, anakujua vizuri shoga, kwa matando na makoko. Ila sijui kama amekuja moja kwa moja ama atarudi tena mjini. Hapo ndo pa kumwambia sasa. Tena ikiwezekana shoga mwende wote mjini, ukale maisha shoga yangu. Umeteseka sana kwenye ndoa yako. Huu ndo muda wako sasa wa kula good time, wa kuenjoy maisha. Yaani Abi ningempata mimi, mbona ningejengea gorofa hapa kijijini? Nikujazie. Namba unayopiga inatumika kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye. The number you're calling is... Please try again later. Namba unayopiga inatumika kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye. The number you're calling is busy. Please try again later. Number... Napiga simu ipo busy. Ina maana naongea na Hawa. Madam, nimesikia mazungumzo yenu wewe na Hawa. Ila ulichoharibu
ni kumpa namba mke mwenzio ya mumeo mtarajiwa. Wale kwa sasa ni mtu na shemeji yake. Kwa hiyo haina haja ya maneno mengi. Mimi naona Hawa bado yupo serious na Abi. Na sidhani kwamba Abi amesahau alivyosaidiwa kipindi kile. Mimi naona madam tuache wapendanao waendelee kudumisha mapenzi yao. Wewe ungetafuta mtu mwingine. Maana wanaume tupo wengi sana wenye CV kuliko yeye. Kwa hiyo katika hawa wanaume na wao utatoka. Acha umbea, fanya kazi. Jamani, hivi uhouseboy na ugetmani, ipi kazi yenye CV nzuri hapo? Mimi ugetmani nimeusajili BASATA KOSOTA, serikali nzima wananijua. Alafu uhouseboys kama tu kazi za kike jamani. Na labda tuseme sina muonekano. Uongo. Kila siku najiangalia kwenye kioo mimi nsamboi kama Juma Juksi. Au nipake mkologo? Subiri. Vipi? Shemeji ya jambo? Ajambo yuko poa na amenipigia simu, hivyo anaweza kufika muda wote. Naona moto bado unazidi kuwaka. Asa unaanzaje kupoa wakati kila mmoja na shauku na mwenzie? Baizao ulinipigia simu ulisema na maongezi na mimi. Ni kweli kuna kijana anataka kuanzisha mahusiano na mimi, lakini moyo wangu, akili yangu vyote vipo kwa Abi. Najua unampenda sana Abi. Lakini mimi na wewe tunajua fika kuwa haiwezekani. Kwa sababu yeye tayari amekuwa ni mpenzi wa ndugu yako. Mimi naona kama huyo jamaa anafaa, ni bora uanzishane naye mahusiano. Hii itakusaidia sana kumsahau Abi. Unafikiri ni rahisi Mage? Bilivu anaonekana ni kijana mzuri sana. Lakini moyo wangu ndio umeangukia kwa Abi. Nahisi bado na nafasi kwake kwa sababu bado hawajaoana. Unavyoendelea kung'ang'ania ndivyo itakuwa ngumu Abi kutoka kwenye akili yako. Ni bora ungesahau kila kitu na uanzishe ukurasa mpya wa Switch of Love. Usijali. Nahisi bado nina kete yangu ya mwisho. Na hii nikiitumia vizuri, Abi atakuwa wa kwangu. Kete gani hiyo? Naomba nisindikize bwana. Shemeji asije kanikuta hapa. Sawa, tuende kusindikize. Shikamoo mjomba. Marhaba. Karibu. Asante. Sijui Abi nimemkuta. Abi ameondoka sio muda mrefu. Amerudi zake mjini. Sidhani kama amefika stendi. Maana ameondoka na Fina na mjomba wake tena kiwasindikiza. Tamika,
Mbona unaonekana ni mtu mwenye haraka sana? Vipi? Ni kwema huko tokako? Huku nitokako ni kwema. Ila nilikuwa na wahi gari la kwenda mjini. Sijui tayari limeshaondoka ama bado. Mbona gari la kuelekea mjini limeshaondoka muda sio mrefu? Na mimi nimetoka kumsindikiza shangazi yangu, anaelekea mjini. Basi sawa. Haya. Wow. Karibu. Naona walikuwa wanasubiri kwa hamu sana. Ndiyo, mpaka nikaona unachelewa. Mage, unajua sitamani kabisa kupoteza. Natamani mama watoto wangu. Hata mimi sitamani pia. Na tumekutana kipindi kizuri. Una mke, sina mme. Yaani kama hatima zetu zilipangwa tukutane tena. Hata mimi naona hivyo. Na kuna jambo nataka nikuweke wazi. Natumaini utanielewa. Ni kuhusu familia ya Pasa. Jambo gani hilo? Kusema ukweli, ile mtoto wa Pasa aliyekuwa amepotea tayari ameshapatikana. Ni muda sasa. What? Naomba nisikilize kwanza. Moja ya kesi nao mkabili Tami ni kupotea kwa Toni. Leo hii unakuja kuniambia Toni ameshapatikana? Siku ambayo Toni alipatikana, Pasa alienda nyumbani kuambia Muna na Tami hizo taarifa. Na hapo ndipo aliposikia mazungumzo yao yote kuhusu kifo cha mke wake na kupotea kwa Toni. Lakini mbona Tami alionekana ajui taarifa zote za kupatikana kwa Toni? Na tayari ameshakiri makosa yake. Ndiyo, Tami na Muna hawakujua ukweli. Kwa sababu baada ya Pasa aligundua ukweli, alimwacha Toni kwa yule mtu aliyemkutaka kipindi hicho ili kulinda maisha yake. Kwa hiyo Toni yupo salama salmini? Ndiyo, mpaka yanatokea haya majanga, bado Toni alikuwa anaendelea kuishi kwa yule mtu. Na mimi na Pasa tulikuwa bado tunaenda kupambana kupata ushahidi ili tuwafungulie kesi. Lakini bado ilikuwa ni ngumu. Poleni sana. Pia nashukuru kwa kuniambia ukweli. Unajua baby, sitaki kufanya jambo lolote sasa hivi la kukwaza. Na ndio maana nimekwambia ukweli Malkia wangu.